Je, unafahamu movie iliyosababisha director wake afikishwe mahakamani akizaniwa kuwaua kiukweli baadhi ya actors wa movie hiyo? Movie hiyo inaitwa Cannibal Holocaust, moja ya filamu zenye matukio ya kuogopesha kutokana na kuwa kwenye uhalisia sana. Movie hii imetoka mwaka 1980 ikiwa imeongozwa na Ruggero Deodato kutoka nchini Italy. Story ya movie hii inahusu kikundi cha film production kilichoenda huko Colombia kwenye misitu ya Amazon kwa lengo la kufanya makala ya kuhusu kabila moja hivi linalokula watu, lakini wakati wapo huko msituni walipata majanga na kupelekea kupoteza uhai kwa kushambuliwa na watu wa kabila hilo linalokula watu, huku matukio yote yakiwa yanarekodiwa kwenye kamera zao, na baadaye hizo footage zilikuja kupatikana kwa msaada wa kikundi cha kijeshi kilichoenda msituni humo kwa lengo la kuwakomboa hao filmmakers. Utata wa hii filamu ulianza muda mchache tu baada ya kutoka kwake, kwani mamlaka zinazosimamia filamu nchini Italy zilizuia mara moja kutokana na maudhui yaliyomo kwenye filamu hiyo. Kama ulishawahi kuiona hii filamu, nadhani utakuwa unaelewa nini nazungumzia. Kwa wale ambao bado hawajaiona, ngoja niwadokeze kidogo, ni kwamba kwenye hii filamu sehemu kubwa imeshutiwa kwa namna kama mtu uchukue kamera yako au kamera ya simu yako na uanze kurekodi matukio yanayotokea hapo ulipo, ila kwa siri usione na unayemrekodi. So kuna matukio ya watu kuuawa kama kupigwa mpaka kufa, kukatwakatwa mapanga, kuchinjwa, na matukio kama ya kubakwa. Sasa yote hayo yanaonekana kwenye mfumo wa kurekodiwa kwa camcorder. Hivyo watu wengi waliamini matukio yale yalikuwa ni ya kweli kabisa, yamerekodiwa kwenye real time. Mamlaka zilimfikisha director wa filamu hiyo mahakamani wakimtuhumu kwa kuwaua kiukweli baadhi ya actors, kwani pia kwa bahati mbaya hao actors walikuwa hawajitokezi kwenye interviews wala kujulikana walipo. Yote hiyo ni kutokana na kusaini mkataba uliowataka wasionekane kwenye interviews na kwenye media yoyote wala kuhusika kucheza filamu yoyote kwa muda wa mwaka mmoja. So director alipokuwa mahakamani aliagizwa kama kweli hao actors wapo hai, basi hawalete hapo mahakamani ili kuifanya mahakama kuthibitisha kuwa wapo hai na ni wale waliohusika kwenye kucheza filamu hiyo. Ikabidi director awalete wale washiriki pale mahakamani, lakini pia mahakama ilitaka director aonyeshe au ademonstrate jinsi walivyokuwa wanaweza kushuti hizo scene za mauaji bila kumdhuru muhusika. Kwa mfano, kuna scene moja inamwonyesha msichana akiwa uchi amekufa huku amening'inizwa kwenye mti uliochomwa kutoka nyuma na kutokea mdomoni, yani kama mshikaki. So mahakama ilitaka aeleze jinsi alivyoweza kufeki, kwani kwenye filamu ukiangalia iko very realistic. Hatimaye mwaka 1982 director wa filamu hiyo aliweza kushinda kesi, ila ilimchukua miaka mingine mitatu kuweza kufanikisha kuondoa filamu yake kwenye kuzuiwa kuonyeshwa nchini Italy. Ingawa pia hii filamu baada ya kutoka kwake ilizuiwa kuonyeshwa kwenye nchi nyingine nyingi, kwa mfano nchi kama England, Australia, Finland, New Zealand, South Africa na nchi nyingine nyingi zilizuia filamu hiyo kuonyeshwa. Hata hivyo, baada ya miaka mingi kupita, nchi zingine ziliamua kuiruhusu hiyo filamu kuweza kuonekana kwenye nchi hizo.